Ati mimi niliweka my bro and cousin pilipili seeds kwa shima ya haga. Wa? Shit. Kuwahi nunua mpya na okota zile msee kwa barabara na sipanguza sinakaa safi, then naekea kwa radio ya grandpa. Sake mpya naeka kwa yangu na chipa shughuli bwana. Kidogo naona ametoka na rungu kwenda kwa msee kwa duka kuzua. Guy, share with me what you had done while you were young, or what you had. Okay, this is funny. One guy said, sometimes when misfortunes befall me, I can only laugh. I have done some evil things, especially in my childhood, that I believe I pay for till this day. Kwanza nikiwa kipi, siku ingine nikiwa pilika zangu za kutafuta kuna, I came across what Msungus would call a golden goose. That's chicken. My neighbor's hen appeared to have been secretly laying eggs in the Kayeva fence for reasons I'm yet to understand. Mayai kama 47 buwana. I have never belched like I did then. Nilikuwa nakoa kunanuka mayai boiro. Nikiwachwa nyumbani hivi naenda na withdraw kama 8 na konga. And I was like, Ruta. This guy is hilarious. Eating like hustler when my peasant cousins are around so that they don't suspect I'm rich. Lakini nikitoka na keuka dynasty I say. Mama Kiraku, please forgive me where you are. Kama ni wewe umekamata nyota yangu, tafadhali wachilie. The silly things you did. Let's go to the next person. You can share the silly things you did down there. Another guy said, me too. The number of dogs na tunyau zenye nimeua home asihesabiki. Paka zikianza tutapia fani kama kunyia chini ya kiti. Hiyo ilikuwa direct ticket kwa baba. Same with Mutina. Ikianza kubehave funny ama it shows any signs of weakness na ichimbia kaburi mapema. Before even it dies. Man. This guy. Nakumbuka Church Full Gospel Makenge hapo around 2013 tulikuwa na mama alikuwa na twins na alikuwa naimba choir. Nilikuwa na time hao watoto na wangoa nywele pole pole. God, shocking. No, this is shit. Please forgive me. Another guy said, hapo awali tulipitia mahali na cousins yangu na mtoi wa jirani tukapatana na Kariaria. Umbwa mimi niliwatoa Turwarus na kuwapaka kwa kuja juice. Mimi nilijiweka kidogo tu sikuafektiwa. Kesho yake niliamshwa na vita nikongwa hadi joint zikaganda. The people have done crazy things out here. Sisi pale Wangike, tukitoka Tufangi tuliingia kwa hoteli fulani kubai samosa ya mbao. Unatoka na mkebe mzima, ilikuwa inajazwa sukari, inaekelewa kwa meza. Tulipita na zote. Mimi nilikuwa pale maeneo ya Kidhu. Kulikuwa na tufoil fulani, Turwandis na Tusudi wanakuja na scalpel. Waja tu stray kuku tukaishika tukafanyia surgery ya kichwa tukaweka dimanga daddy kama tumeshona. Ati boy bali huko udisave. Hey, people did things. Kama hiyo ni mayai imekufanyia hivyo. Imagine mimi niliwa kandama kajirani na hawakujua kama ni mimi. How ndama. People are crazy. Me taking cows to feed some water in the nearby river. Found boys swimming and previous one had harassed me. I took their clothes and went back home happy. How they got home and the beating they would get was my satisfaction. I still laugh up to date. I was killed our goat. Niliweka mawe ya kichwa and being the sharpshooter I am, I had no chance of survival. It had no chance of survival. I went home and said it was hit by a nduthi guy and ran away. Tulikula nyama siku 3. Kutoka nikule chapo mayai ya Mkamba fulani Kinyui town.
na nikakosa kulipa nikiwa high school. Tukienda drama festivals 209. I think hiyo kazi ya hotel owner unifuata. I am sorry. People are confessing bwana. Tukiwa watoi tulikuwa na nyama ya over sasa after kurinda because I was the oldest, ilikuwa responsibility yangu kuangalia kama zimeiva chikini as we called it. Mimi na ukasogo wangu nikipita moja kabeiva nararua, alafu darudi kwa mabro na waambia hakuna. Kwa hivyo mimi napelekwa na beshte kusalamia arifi yake fulani. So kufika kijani kwa huyu rafiki mwingine wa beshte, nikaona kwao wako wela. Kumbe mesa yao inakuanga imefunjika kiasi. Wakatega na mawe. Mimi sikuwa najua. Sinikikalia mesa. Rege gwere. Sijawahi enda mbio kama hiyo siku. This is hilarious. Mimi kuna kipi fulani ilituzi brother yangu bwana, kumshtua. Time tulipatana na huyo kijana nikarusha kwa mto. Na tukaenda na kondoo zetu. Tulikuwa tunasikia baadaye ati kalilala usi. Najisikiaga hadi wa leo. People did things. Mimi nilikuwa nachukua simu ya msee na ID. Napigia Safaricom namwambia nimesahau M-Pesa pin, wananisaidia kuchange. Hiyo time Ruto alikuwa assistant minister of finance. Aki Ruto ametutesa sana. Nilikuwa nachukua nyuki alafu naweka kwa mkono wa left, nipige na ingine karibu na macho, alafu naenda shule. Mind you nilikuwa class 3 hiyo time. Kufika tu mwalimu ananionea huruma na kusema enda home hadi upone. Ni kama pia hizo manuksi inanifuata hadi wa leo. In retrospect, sometimes when you look back at your childhood when you were young and rethink the things that you did, the evil things maybe you did knowingly or unknowingly, are they the cause of what you're going through right now? And this is one of the craziest episodes for today.